Kitabu cha Mathayo 13 na ule mstari wa 44. Kuna ujumbe wa pekee ambao Mungu anaonyesha kwa jamii ya wanadamu, ambapo anasema ya kwamba ufalme wa Mungu umefanana na hazina iliyofitilika. Baada ya mtu kuiona hiyo hazina, akaamua kwenda kuuza vitu vyote alivyokuwa navyo, baadaye akaamua kununua ile hazina. Na ndio maana tukirejea upande wakati kule wa nyuma, wakati wa enzi za Yesu alipokuwa hapa duniani, ilikuwa ni kawaida mtu aliyekuwa na shamba kujipatia utajiri kutokana na hilo shamba. Nikiwa na maana hii, matajiri waliokuwa wanaishi zile enzi, kutokana na utawala ulivyokuwa unabadilika, kiasi cha ushuru kilikuwa kinapanda viwango, na ndio maana wengine walilazimika kuzificha mali zao chini ya ardhi kwa kuzichimbia sehemu ambapo walipokuwa na maeneo makubwa. Lakini pia kutokana na sababu za unyang'anyi, wengi walilazimika kuchimbia mali zao ili ya kwamba hata kama pakitokea na hatari ya unyang'anyi, mali zao ziwe salama. Na ndio maana kama ikitokea mtu ambaye anahitaji kupata eneo, anapokuwa analihitaji ile eneo, anaanza kulima kwa wale ng'ombe kukotwa na kulima kupitia ile jembe la kukotwa na ng'ombe. Anapokuwa analima, ilikuwa inafikia wakati ambapo anapita kwenye ile hazina, anapokuwa anaona ile hazina tayari imeonekana, labda kuna dhahabu, labda kuna fedha na vitu vingine vya thamani, yule mtu alikuwa analazimika rudi kule kwa bwana wake na kumwambia kwamba lile eneo ulilonipatia nilime kwa muda, nimelipenda zaidi. Na baadaye wanapatana, na baada ya kupatana, yule mtu aliamua kuuza vitu vyote alivyokuwa navyo ili ya kwamba lile eneo aliloona ya kwamba lina vitu vya thamani, iko hazina ndani yake, akalinunue. Wale majirani wanamshangaa ya kwamba huyu mtu kwa nini anauza vitu vyote alivyo navyo na anaenda kununua eneo ambalo ni la kawaida sana. Lakini siri kubwa itakuwemo ndani ya huyu mtu ambaye anaenda kuuza vitu vyote ili anunue lile eneo. Na baada ya kununua ile hazina yote huikusanya, na baada ya kuikusanya huiuza, na baadaye anakuwa ni mtu ambaye ni tajiri. Na ndivyo watu wengine wanavyoendelea kumshangaa. Na hata ndani ya maandiko matakatifu, Biblia hii inafananishwa ni shamba ambalo lina hazina ndani yake, na hazina ambayo inayozungumziwa ni juu ya injili ya umilele. Mungu ameweka injili yake ndani ya kitabu Biblia takatifu ili mwanadamu apate ukombozi. Na kama mwanadamu hataweza kutambua thamani za pekee ambazo zilizoko ndani ya Biblia, anaweza akatembea kwenye maisha yake lakini asipate vitu vya msingi kwenye maisha yake. Na ndio maana kitabu cha Ayubu 28 mstari wa 14 kinasema ya kwamba tena hekima ambayo inayopatikana ndani ya Biblia takatifu haimo kwenye vilindi vya maji, tena haiwezi kulinganishwa thamani yake na fedha wala dhahabu. Na ndiyo injili ya pekee na ujumbe pekee ambao ulioko ndani ya maandiko matakatifu. Na ndio maana Mungu anatamani kila mwanadamu aliye kwenye ulimwengu akubali kuruhusu maandiko ya mwongozi, kwa sababu maandiko ni nuru pekee ya mwanadamu kumuona Mungu wa mbinguni. Na ndio maana kupatia wito pekee, kama unatamani maisha yako yawe vizuri, upate ujumbe pekee, ujipatie hazina, bali kuchunguza maandiko matakatifu ya Mungu. Mungu akubariki. Amen.